ya kwanza, kujitambua kwamba mimi ni mwenye dhambi. Hiyo ni hatua ya kwanza. Hatua ya pili, kujuta dhambi. Kujuta dhambi manake kuumia kwa sababu ya dhambi nilizotenda, yaani kusikitika kwa sababu umekuwa mwenye dhambi, umejitenga na upendo wa Mungu, umejitenga na Mungu mwenyewe. Mshahara wa dhambi ni mauti. Unaumia kwa sababu ya dhambi zako, unateseka kwa sababu ya dhambi zako, unajuta, unakuwa unasikitika, mimi ni mwenye dhambi. Ile dhambi moyoni inakuumiza kwa sababu imekutenga na Mungu. Hiyo ni hatua ya pili. Hatua ya tatu, ukusudii kuiacha ile dhambi. Mwambie jirani yako, hapo ndo pana kizungumkuti. Watu wengi tuwe pesi sana kwenda kuungama dhambi ambazo hatujakusudia kuziacha. Ndio maana utakuta unaingia kwenye ulemavu mwingine wa kuungama dhambi hiyo kila wakati nafsi yako au moyo wako hauna bidii ya kupigana na ile dhambi. Hatua ya tatu, ukusudie kuacha hiyo dhambi, upigane na hiyo dhambi. Hiyo ni hatua ya ngapi? Ya tatu. Hatua ya nne, ukaungame kwa padre wazi dhambi uliyotenda. Ipi na mara ngapi? Ipi manake ina uzito gani? Niliwaambia ile siku nilipozungumza majeraha ya dhambi kwamba dhambi ina uzito wake. Sawa sawa, kwamba ni dhambi ya mauti au ni dhambi za jeraha. Kila dhambi ina uzito wake. Ipi na mara ngapi? Baada ya hapo, kutimiza malipizi. Kutimiza malipizi. Padre atakupa kitubio, atakwambia kwa malipizi yako nenda kasali sala hii na hii na hii, au kafanye matendo haya ya huruma hivi na hivi, au nenda kafanye kazi hii na hii na hii. Inategemea kitubio ambacho atakupa nani? Padre. Ukishafanya hizi hatua tano ukazikamilisha, basi sakramenti ya kitubio imekamilika. Sasa wengine ni rahisi kukimbilia kwa padre kwa sababu tayari jana umetenda dhambi au asubuhi, lakini ile dhambi haujaanza kupigana nayo wewe mwenyewe. Unaenda kumsimulia padre masikioni. Ni sawa unaenda kupiga hadithi, hapo hujaungama dhambi. Kwanza ukishaijua ni dhambi, sasa yale mahangaiko moyoni uifanyie toba ya kweli. Toba manake ugeuke, uachane na hiyo njia, uanze kurudi kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Kama ni dhambi ya kifungo, unajua kuna dhambi nyingine za kifungo, lazima uhakikishe kile kifungo umekivunja. Kwa mfano, dhambi ya uzinzi wakati mwingine inakaa kwa namna ya kifungo. Kwa nini? Inakufunga kwenye nafsi na inamfunga yule unayezini naye kwenye nafsi. Kwa mnakuwa mmeungana. Huwezi kwenda kuungama kabla haujakata hiyo kamba. Mpaka ukate hiyo kamba ndio ukaungame. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima uachane naye. Lazima uweke ukuta kati yako yeye na yeye, ndipo ukafanyeje? Ukaungana. Huwezi kwenda kuungama wakati unajua kabisa umempaki pale, ni kama gari umelipaki pale. Ukitoka hapo kwenye mkutano unaenda unawasha unaondoka. Hapo hujaungama. Tumsifu Yesu Kristo. Hapo haujaungama, umefanya tu, umeenda kupiga umbea kwenye sanduku la muungano. Ukikuta mtu ambaye anaishi kwenye usuria miaka na miaka, huyu hajato ameamua kuishi, ameizoea dhambi, anaifurahia dhambi, na pengine saa itafika parapanda ikalia hajatengeneza, kwa sababu iko shetani ya mwachi. Tuna kule kwa kile Mungu anawaambiaga mara nyingi wale wanaokuja kuandikisha ndoa au wanaishi shule na kwa nini mnaishi shule mwaka wa 3, mwaka wa 4, mwaka wa 5 na watoto 2, 3, 4? Kwa nini mnaishi shule? Nasema hatukista, hatujajipanga. Au unajua bwana, ndoa nataka tujipange na jipange. Mnajipanga kuishi au mnajipanga nini? Mmeshaishi na mnaishi. Sasa mnaenda kujipanga nini? Tumsifu Yesu Kristo. Unajua ndoa ni gharama. Aliyekwambia ndoa ni gharama ni nani? Sasa nakuuliza mmoja, wewe ndugu zako wanajua umeolewa? Ndio. Namuuliza mwanamume, wewe ndugu zako wanajua umeoa? Ndio. Wanamjua huyu ni mke wako? Ndio. Na namuuliza mwanamke, wanajua huyu ni mume wako? Ndio. Ndio, tunajipanga nini?
hiyo siku sherehe. Nazungumzia harusi. Wanashindwa kutofautisha kati ya ndoa na harusi. Ni vitu viwili tofauti, ni mbali kabisa. Hakuna harusi bila ndoa. Kristo. Harusi ni nini? Harusi ni sherehe. Ndoa ni sakramenti. Unaweza ukafunga ndoa sasa hivi ukafanya harusi mwakani au miaka 5 ijayo, lakini harusi umefanya, ndoa umefunga leo. Na ndio maana unafunga ndoa saa 7 mchana hapa kanisani, harusi unaenda kula saa 2 usiku. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa naambia achana na swala la harusi. Harusi unaweza kuandaa uzeeni, lakini jaanza kushughulikia ndoa. Ndoa inakuhitaji wewe na mwenzako na mashahidi wawili basi na kuhani. Imeisha, watu 5 tu. Sasa unakuta mtu ameshaishi na mwenzake miaka 10. Nimeshaishi na, kwa mfano mimi ningeishi Usuria sasa labda ni mwaka wa 7. Alafu leo nikaanza kuandaa kamati za kualika watu kwenye harusi yangu. Hivi hata mimi sasa nyingine ninashindwa kuelewa. Hao watoto hawajifikiri. Yeye anaenda kukaa pale mbele. Namtambulisha Elizabeth mke wangu. Hapo tunapiga makofi sana watu. Ukiwa na akili bangi au nini? Unamtambulisha leo. Na ulisha kila siku tunamwona anatoka kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Eti namtambulisha kwa wazazi wangu. Wapi maigizo? Nani ambaye anajua kwamba unaishi naye? Kwa hiyo ukikuta mwanandoa anakaa tu hajatubu, siku moja ukimfundisha ukweli, na mimi ninaona wengi ukiwafundisha ndoa kama wanafunguka, ni kama walikuwa kwenye usingizi, kama ndo wanaamka sasa hivi. Wewe umwambia sasa hatimaye ni nini? Unazaa watoto na bado mwingine utazaa na mwingine utazaa, alafu unajumlishia dhambi juu ya dhambi. Unakuja kwa padre unamwambia padre naomba mbatize tu mtoto. Hata kuja mwingine tuna ndoa ni mwaka huu, mwakani tunafunga ndoa padre. Unaweza ukaapa kabisa akiamka tekesa tunafunga ndoa mwakani. Akatikisa kwa huruma na baba barua anasema basi tuwabatize hao watoto. Mwakani unaleta mwingine. Baada ya muda umeleta mwingine. Ulitudanganya, ukatudanganya, na mpaka leo unafanyaje? Unatudanganya. Kwa nini? Haujafanya toba, haujajua unachokifanya. Ndio maana juzi nikaongea na niliacha maswali mazito sana kwa watu hapa. Ni heri tuongee ukweli. Hata hivyo kanisa linasema watoto nje ya ndoa sio mpango wa Mungu, ni mpango wa wanadamu. Ni mpango wenu. Mungu hayupo kwenye mpango. Wakati mnakubaliana, Mungu kumshirikisha Mungu. Mlipoendelea na majukumu mengine ya ndoa, Mungu hajui. Tumsifu Yesu Kristo. Aliwaunganisha nani? Mliungana nyie. Ni muungano wa kibinadamu, sio muungano wa kimungu. Itafanywa sakramenti ile saa unakuja hapa madhabahuni. Aliyeunganisha Mungu. Hapa ndio Mungu anajua. Hawa ni wanandoa. Kwa hiyo kama mnaishi hamna ndoa, hata mbingu haisiki kama mmeoa au kuolewa. Toba ya Yesu anayohubiri pale mwanzoni kabisa mwa utume wake ilitoka kwa ajili ya kuandaa watu kulipokea neno la Injili. Alafu baada ya mwishoni, wakati anamaliza kwenye Mathayo sura 24 na kuendelea, wanafunzi wake wanamuuliza nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu anawaambia tubuni, kwa maana ufalme wa Mungu umekaribia. Anazungumza habari za nini? Za toba. Na anawaambia nyakati hizo zikifika, kila mtu atahubiriwa habari za toba. Toba ni mlango wa kumfungulia Mungu kutujilia. Mungu anajilia ndoa, Mungu anajilia familia, ikiwa tumefanya toba ya kweli na kuamua kumrudia yeye Kristo tumaini letu. Haya, tuangalie msamaha. Msamaha ni nini? Labda kabla sijasema msamaha, wangapi wamewahi kusamehe hapa? Tuangalie mkono juu kama wamewahi kusamehe, nyosha mkono. Tutauliza maswali 3 au 4 hapa. Haya, shusha mkono. Kati ya kusamehe na kusamehewa, ipi rahisi? Kusamehewa. Wangapi wanasema kusamehewa? Nione mkono juu. Ili tuelewane vizuri kwenye msamaha, tutengeneze mazingira haya mawili: kusamehe na kusamehewa. Tukizungumza kusamehe, huyu anayesamehe ni mtenda kosa, ni mtenda kosa, ndiye anayetakiwa kusamehe, si ndio? Tuko pamoja. Haya, anayetakiwa
mtenda kosa au mtendewa? Mtendewa kosa ndio anatakiwa kusamehe. Anayetakiwa kusamehewa ni mtenda kosa au mtendewa? Mtenda anahitaji kusamehe. Safi. Sasa watu wengi tunadhana au tunasamehe kwa kudhania au kwa kudhani, hatusamehe kwa kumaanisha. Hilo ni tatizo kubwa kwenye familia zetu, kwenye ndoa zetu. Ni rahisi mtu kusema nimesamehe, nimemsamehe, lakini kuangalia ukweli, huyu mtu hajasamehe hata nukta hivi, hajasamehe, lakini mdomoni anasema nimefanyaje? Nimesamehe, nimeachilia, nimemwachia Mungu. Mwambie jirani yako usimwachie Mungu. Samehe. Ukimwachia Mungu hujasamehe. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa mtendaji wa kosa yeye anahitaji kusamehewa. Mtenda kosa yeye huwa mara nyingi hana gharama sana. Yule anayehitaji kusamehewa hana gharama kubwa. Kwa nini? Kwa mfano moja nifanye kitu kama igizo hapa. Hebu kuna mtu kuna mwenzake hapa, mwenzake wa ndoa ambazo ziko hapa. Natoa, sikiliza vizuri, nafanya mfano ili tuelewane kwenye msamaha vizuri, sawa? Hii ni familia wanapendana. Sasa tunaona wanapendana wanapendana, wanaheshimiana. Yaani familia yao ni mahali pa utulivu. Sawa sawa? Sasa mimi ni jirani yao. Au sisi mimi mfano wetu mwingine. Nani ni mfano hapo? Mzee njoo hapa tutoe mfano. Unafaa kwa mfano kabisa. Huyu ni jirani yao. Sasa ndoa hii ina amani sana. Shikaneni mikono. Ndoa hii ina amani sana, lakini huyu jirani hana amani na mke wake. Alishamfukuza mke wake nyumbani. Walishapigana. Kwao palikuwa kama kama Israeli na Palestina, kila siku ni ngumi na mateke. Mwisho wa siku mke amefanyaje? Ameondoka, yuko peke yake. Lakini huyu bwana na huyu bwana ni marafiki, wanakutana mara kwa mara. Sasa huyu bwana akapata wivu. Mimi naishi peke yangu, si ndoa yangu imevunjika, lakini wale watu wanajifanya wanapendana sana. Unajua kuna saa nyingine tunakuwa na wivu sasa akamonea wivu ile familia, akasema nitafute nini ndio wasabaratishe, wanajifanya wanapendana sana. Sasa huyu bwana akatunga uongo. Siku moja akiwa kwenye stuli ndefu amekaa na huyu rafiki yake, akamnong'oneza maneno, akamwambia, bwana, unajua kwanza nakusikitikia sana rafiki yangu, upo kwenye nyanga zito sana. Anaanza kuandaa kumtengeneza ili amwamini. Mke wako atakuwa, mke wako atakuwa na basi nimemkuta yuko na katekista wanahusiana hadharani. Usimwone yule katekista na anahubiri pale mbele. Kale katekista ni kachafu sana. Kanamaliza familia yangu. Inawezekana na mgonjwa. Sasa huyu kwa sababu amechangamka vizuri, anamwamini rafiki yake, pengine wanafanya kazi pamoja, amemsikiliza, alafu saa ile maneno ya huyu yakaingia moyoni. Saa hivi akaanza kufikiria mke wake vibaya. Ndio maana huyu mke wake anaenda kanisani kila wakati, anajifanya anaenda kongamano, kumbe ni yule katekista anamfuata. Maneno ya huyu yameshaingia moyoni na ameamini. Siku hiyo akasema, weta niongezee 2 kubwa. Sasa ni hasira na kunywa kwa hasira. Akanywa kwa hasira kwa ajili ya mke wake. Akaja nyumbani kwa hasira, akamshambulia mke wake, akampiga. Mfanye hizo kama unaweza kumpiga. Igiza sasa. Baba anasema ajui hata namna ya kumpiga. Sawa. Pengine wanapigana, huyu mama anapigwa na kumchika mkono. Mfanye kama unamchika mkono mama. Kumchika mkono. Halafu ngoka nenda kwenu. Yesu huyo alitaka kukua, alimshikia kisu kabisa, nenda kwenu kwa baba paroko. Nenda kwenu.
Nenda kwenu. Kwenu kwa baba Protapo hivi. Ameenda kwa baba yake. Huyu bwana ana watoto. Sawa? Ana watoto. Watoto waliona jinsi ambavyo baba anamdhalilisha mama. Alimpiga mpaka akamchania nguo zote, mama akawa uchi mbele ya watoto. Kwa hiyo mama moyoni anayo maumivu kwa sababu ya mume wake, kile alichomtendea. Kwanza amemshutumu, anakuja kanisani kusikia neno na sio kuja kutembea na katekista. Hilo ni jeraha zito kwa huyu mama. Sawa sawa. Hana wa kumsimulia, akitafakari jinsi hilo jambo lilivyo zito na lilivyosingiziwa lilivyo zito moyoni mwake, ndani ya moyo unavuja damu, ni jeraha zito. Hata akilia hali kwa sababu mkono wake umevunjika, analia kwa sababu akijaribu kukumbuka tu kile ambacho mume wake alimwambia na kikawa sababu ya ugomvi, ni cha uongo akijaribu kutokea. Huyu mama machozi yanamtoka. Akienda kitandani aseme alale usingizi hauji, inamjia tu kumbukumbu. Hivi mimi ni wakutembea na katekista kweli? Hivi mimi ni wakufanya uovu huu? Hivi kwa jinsi ambavyo nilikuwa namwamini mume wangu ameingiliwa na nini mpaka akanifikiria namna hiyo? Kwani nimewahi kufanya kosa kama hili? Anajiuliza maswali mengi. Amelala saa 2, inafika saa 8 usiku ndio usingizi kanaingia, analala. Akiamka asubuhi anaamka nalo kichwani. Hivi mimi ni wakutembea na katekista kweli? Mimi ni wakufanya namna ile? Hebu angalia jinsi ambavyo nilikuwa naipenda familia yangu. Anasema haiwezekani. Huyu mama alisema haiwezekani mume wangu anipige. Haiwezekani mume wangu aseme mimi nimefanya hivyo. Huyu mama ni mtendewa. Huyu mama ni mtendewa. Huyu baba kwa upande mmoja ni mtendewa na kwa upande wa pili ni mtenda. Sawa sawa. Uone jinsi ambavyo tunazungumza swala msamaha, unakuta kama ni kosa lilianza kwa baba, unakuta limelamba mpaka watoto, mpaka na wageni, mpaka na wengine wasiohusika wanaingia kwenye ile kosa, kwenye ile chuki. Sasa huyu ni mtenda mkuu. Sawa? Akiwa hapa anasema yes, nimewanyoosha. Walikuwa wanaringa. Mtendaji siku zote anasemaga watakoma ubishi. Alikuwa ananiona mimi ndo napigwa baridi peke yake, sasa na yeye kimenilamba. Ngoma draw. Tumsifu Yesu Kristo. Alikuwa amemwonea wivu na alikuwa amejipanga kusambaratisha, na mwisho siku amefanyaje? Amefanikiwa. Yeye akikaa pale ndani kwake analala usingizi. Anasema kumbe sio mimi peke yangu. Sio na jamaa kule naye anateseka kama mimi. Amemweza. Sasa huyu akilala usingizi wake unakuja, akisoma neno au akisoma kitabu cha hadithi chochote, akili kiko safi, kinaingia. Akienda kazini yuko fresh, anafanya kazi yake, so moyo wake uko huru. Tofauti na huyu amempiga mke na amemuondoa mke, ana hasara. Maana hawezi kuishi peke yake. Hasara ya pili, yale mazingira pale nyumbani yamemwathiri moja kwa moja. Chai kikato anasema akikwepo mke wangu kutoa sasa hivi watoto wameshakula. Akikwepo mke wangu sasa hivi watoto wameshaoga. Akikwepo mke wangu sasa hivi watoto sasa tumekaa hapa tunapiga story, tunaangalia movie. Akikwepo mke wangu, yaani kuna mengi anawaza. Pale nyumbani pamepwaya. Alafu ana jeraha. Pamoja na kwamba ni mjane, ana jeraha. Kwa nini nililewa na mwili nikampiga mke wangu na kwa hiyo nitaendaje kumrudisha? Tumsifu Yesu Kristo. Na si hapo tu, watoto sasa hivi wanamuogopa. Baba ni gaidi, baba ni shetani. Watoto wanamuogopa, lakini watoto pia wameathirika kwa kukosa ule upendo wa baba na mama. Tumsifu Yesu Kristo. Mama huyu ndio mtendewa mkuu, yuko kwao. Kwanza wanamsema yeye na majeraha ya kutoka kwake ya kusingiziwa. Ana majeraha ya kudhalilishwa mbele ya watoto kwa matusi na vipigo. Alafu akifika kwao, bado kwao sasa wanamcheka, wanamwambia ndio ilikushinda. Ulikuwa unafanya mstaarabu sana. Si unajua maneno ya mama kweli na baba kweli. Alipo sio kwake, anaishi kwa wasiwasi. Lakini sasa atafanya nini? Ndio hivi. Haya. Anakuja nasikia habari ya nini? Ya msamaha.
pole. Ni rahisi kusimulia maumivu yake, alafu pale mwishoni atakwambia haiwezekani katekista, haiwezekani katekista, haiwezekani. Lakini wakati anasema haiwezekani, kuna mwingine atatukanwa, atadhalilishwa, alafu moyoni anasema haiwezekani fulani anifanyie hivi. Anasema haiwezekani akati imewezekana lini? Jana. Manake akubaliana na kilichotokea, akubaliana na kilichotokea. Nafsi yake imegoma, japokuwa tayari ameshaingia kwenye gharama, lakini nafsi yake inagoma, inaomba haiwezekani ufanye hivi. Anasema haiwezekani, haiwezekani, haiwezekani. Anapoendelea kusema haiwezekani, anapoendelea kutafakari, anaendelea kutengeneza chuki kati yake na Kristo. Chuki inaendelea kudumu hapo, kadiri moyo unazidi kuuma, ndio chuki inazidi kuwa. Asema Bwana, anasema sasa tendaji na shauri moja na watu wamesamehe nipate kama kitu gharama ya mkosaji. Kama umesamehe nifanye kama mjinga. Mkosewa, mtendewa, ili aseme ndio, lazima ajitafakari kwanza, ninasamehe kweli? Sasa atakapoenda kuomba msamaha, na sinanipa mama sasa hivi kikono chako kimekaa hivi, kina POP. Akaanza kusema hivi, unakumbuka ulioniambia? Sasa huyu baba anasema naomba unisamehe, nilipitiwa mke wangu, siku ile nililewa, ni maneno ya watu na nimeshakuja kugundua sio kweli. Na huyu baba kweli anaposema anamaanisha. Sawa sawa. Sasa mke wake anamwambia hivi, ulichofanya unakikumbuka vizuri? Unakumbuka yale maneno? Unakumbuka ulivyonipiga kaniingiza kwenye meza kanikanyaga? Hiyo ndio ulitaka kuniua. Sasa hiyo ni historia ya kilichoko moyoni. Tumsifu Yesu Kristo. Anambia hivi, unajua nilivyoteseka, unajua jinsi nilivyoumia, unajua jinsi ambavyo nimedhalilika. Anamwambia hivi, unajua gharama niliyopitia mimi, unajua mateso niliyopitia, unaweza kulipa kwa kiswahili kingine, unaweza kulipa kile ulichokifanya. Na ndio hapo penye ugumu wa kusamehe. Mkosaji siku zote hawezi kulipa gharama ya kosa lake. Hawezi kulipa. Tuseme twende. Hatuseme labda huyu baba alipa hivi, anaweza akalipa heshima yake huyu mama kwa watoto wake. Anaweza akarudisha yale maneno aliyotamka kwa hasira, kwa uchungu kinywani mwake akawa hayapo. Anaweza akaurudisha huu mkono kwenye hali yake. Tumsifu Yesu Kristo. Maana yake ni nini? Sasa msamaha wa kweli ni nini? Sikiliza. Msamaha wa kweli ni kukubali kosa la mkosaji na gharama ya kosa lake kwa moyo wa huruma na mapendo. Hiyo ni maana yangu mimi, nimeiweka. Maana nilifundisha ile somo, nimetafuta maana nyingi. Sasa nimeona maana hii ndio maana halisi ya msamaha. Kusamehe ni kukubali kosa la mkosaji na gharama ya kosa lake kwa moyo wa huruma na mapendo. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani huyu mama akisema nimekusamehe, akubali gharama. Nimeaibishwa, nimedhalilika, nimepigwa, nimeumia, nimevuja damu na kadhalika, lakini nakubali hasara zote mume wangu, nimekusamehe. Katika siku akifanya hivyo baada ya kutafakari na akakubali kuachilia hasara alizopata zote, azisihesabu kwa ajili ya mkosaji, amempata mkosaji. Tumsifu Yesu Kristo. Wajatulia. Sasa watu wengi ni rahisi kumsamehe mkosaji. Huyu mama hapo ni hatua ya kwanza ya kusamehe. Sawa sawa. Hii ni hatua ya kwanza
ya kusamehe. Hatua ya pili ya kusamehe, huyu mama anatakiwa apone lile jeraha moyoni, lisibaki kuwa kidonda. Nitawaeleza vizuri. Asamehe na akubali kuponya kile kidonda moyoni, kisiendelee kumtesa. Sasa angalia, watu wengi wanasameheana, sawa, lakini wanaishi kwenye majeraha, wanaishi kwenye mateso. Ule uchungu moyoni bado uko pale pale, ile chuki moyoni bado iko pale pale, yale maumivu moyoni bado yako pale pale. Na mtu namna hii, hata kama mnaishi pamoja, utashangaa bado zile kumbukumbu za yale matukio zinakutesa, zinakujeruhi. Unaweza kulala naye kitandani, lakini unasema huyu ng'ombe yaani nimekubali tu kwa sababu basi sina namna. Huyu ng'ombe huyu niliona kwanza, niliona nililala. Yaani kuna chuki na jebo haiondokaji mpaka jeraha fanyaje lipone. Kwa hiyo mama, pamoja na kwamba amempokea mkosaji, anatakiwa akubali kuvuka hatua ya pili, kusamehe matukio yale, kuachilia yale matukio. Hiyo ni mara ya pili, hatua ya pili, ambapo mara nyingi tunakuaga wazito sana kutoka hapo. Unakuta kama ni mume wako alikukosea, ni kweli sasa hivi unaishi naye, mnapanga pamoja, mnalala pamoja, lakini ile tukio hujalisahau. Ukilikumbuka lina maumivu bado moyoni. Kusahau sio issue unalikumbuka katika situation gani. Tumsifu Yesu Kristo. Bado kwako ni kidonda kinachovuja maumivu na damu na usaha, au kwako ni kovu la thamani. Mtu aliyesamehe ukweli kweli akapona jeraha moyoni, hata kama lile kovu lipo, habaki na kidonda. Kuna tofauti ya kidonda na kovu. Kidonda ni kibichi, kina maumivu, kinaweza kashambuliwa saa yoyote, sawa sawa, hicho ni kidonda. Kovu ni alama ya kidonda cha jana kilichokwisha kupona. Sasa tukio la msamaha linajeruhi nafsi, na kumbukumbu zile ambazo za matukio yale mabaya yaliyotokea wakati wa tukio la kutendewa ndizo zinazokuja sasa kuwa kidonda moyoni, na kama hautakitibu kinageuka, kinaendelea, linakuja kuwa donda ndugu au kinatengeneza kansa. Ni kitu ambacho sasa hakitibiki tena. Tumsifu Yesu Kristo. Anabaki na majeraha moyoni, anabaki na majeraha moyoni, analidikiza. Kidonda hiki hakijapona na kuunja na kile cha jana. Kile cha jana na cha juzi na cha juzi na cha bado viko vyote moyo wako na majeraha. Alafu kwa sababu ya majeraha sasa anaishi na huyu mtu kwa tahadhari. Si amemsamehe, anaishi naye kwa tahadhari. Sogea pembeni kidogo, sogea pembeni kidogo. Kuna kitu kinachomwambia halo, huyu alishakufanyia na usije ukamsukutu kumsogelea. Hata unajua hujapona, atafanya tena. Kwa hiyo huyu yale majeraha, hata kama amemsamaha, yale majeraha moyoni mwake yanamfanya aishi naye kwa tahadhari ya hali ya juu. Asimsogelee, asimsemeshe, asimkaribie, na bahati mbaya akimsemesha kitu kidogo, hey, unajua nikusamehe, unakumbuka ulivyonifanyia, unakumbuka siku ile ulianza hivi hivi. Manake kidonda kiko pale yaani hakijatibiwa. Huyu mume akichelewa kidogo tukuja nyumbani, tayari mama anaanza kutetemeka. Mungu wangu atakuja kama siku hii. Anaweza kutoka hata nyumbani akaenda kulala kwa jirani, kwa sababu ya kidonda kilicho wapi? Kumbukumbu zile ziko moyoni. Alafu mbaya zaidi, hawataweza kukaa, wataishi kwa tahadhari ambazo hawataweza kukaa pamoja. Huyu atakuwa ndiye anayeteseka sana kuliko huyu. Kidonda cha huyu kitamuumiza huyu, japokuwa mwanzo huyu ndio alikuwa mtendaji, lakini sasa huyu ndio anakuwa mtendaji mkuu kwa huyu. Kwa nini? Kila siku wewe hiyo unakumbuka. Sasa huyu kama amefanya toba ya kweli moyoni mwake na akaomba msamaha kwa kumaanisha, lawama za huyu zinamjeruhi, zinamtesa. Kwa hiyo siku nyingine inatokea kwamba mtendaji akiwa amedhamiria kuomba msamaha, kisha tambua kosa lake akaomba msamaha kweli, yeye ndo anashinda kupata mtendeo. Mara nyingi ndo anateseka. Angalia ndoa ambazo zimeshindwa, yaani
sasa hivi ndiye anayeteseka, anapotamani ukaribu naye. Huyu hapa kwa sababu ya kile kidonda mbele anamsukumia mbali, usinikaribie, toka, wewe mtu mzuri hapo, kama nimekusamea, endelea na maisha yako. Lakini huyu wakati huo anahitaji ile ndoa yake ya kwanza, yale mahusiano yake ya kwanza, ule upendo wa kwanza, ile huduma ya kwanza ambayo ilikuwepo mwanzo kabla ya tukio. Sasa hapati kila anapotamani kujenga. Huyu hapa anamwambia ulishabomoa, umegomoa, tusizoeane, fuata mambo yako. Hapa tunaishi kwa ajili ya watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Kwanza nakana kwa sababu tu hata mimi naona haikwenda kwetu. Tumsifu Yesu Kristo. Yaani tunakuvumilia tu kwa sababu naona haikwenda, lakini uko kwa ndio kusamehe tu liaishi. Samehe kwa kumaanisha. Tumsifu Yesu Kristo. Huyu akifanikiwa kutibu kile kidonda, na tiba ya kwanza ni kukubali kwa moyo wa nini? Kwa huruma na upendo. Yaani unatakiwa ende kwa Mungu, amwombe Mungu moyo wa mapendo ya kweli na huruma ya kweli, ndio anaweza katibu kile kidonda. Na wakati mwingine inahitaji ushauri. Nikidondosha nikivunja, siwezi kuiunga tena. Hata nikiunga zitashikamana, lakini sio kama mwanzo. Nitaweka labda super glue pale, lakini bado ufa utaonekana. Hiyo ndio maana ya kosa na mkosaji. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa huyu siku akija kagundua sasa amesubiriwa Injili, akatambua kosa lake, yeye ataumia moyoni kwa sababu ya hasara zile alizosababisha, na ukweli hawezi kulipa gharama. Ana madeni mengi sana anayodaiwa huyu bwana, na kama hatalipa hayo madeni, kuiona mbingu ni ngumu. Lakini sasa hayo madeni anachoweza kufanya yeye ni kwenda kupiga magoti na kusema, jamani, mimi nimekosea, naomba tu mnisamehe. Tumsifu Yesu Kristo. Kukiri kwa kumaanisha na kuomba msamaha, yeye kesi yake inaisha. Hebu nasema naomba mnisamehe. Huyu akifanya hivi kesi yake inaisha, akienda mbingu zake zimefunguka saa hiyo hiyo. Akienda kusali maombi yake inaenda kwa Mungu, kwa sababu ameshatambua, ameomba msamaha, na pengine ameshaenda kutubu kwa Mungu. Yeye hana shida, mbingu zimefunguka na maombi yake yanaenda kwa Mungu na malaika wanamhudumia kama kawaida. Shida iko hapa, kisirani kiko hapa. Kukubali gharama, kukubali hasara kwa ajili yake. Mwingine anamwambia haiwezekani, sitakani kusamehe, siwezi kukusamehe. Sasa usiposamehe, na ikiwa ameomba msamaha, dhambi yake iko juu yako. Hebu sikitia kidogo. Mtendewa siku zote anasema haiwezekani nikusamehe, haiwezekani, siwezi kusamehe. Siku moja nafundisha somo la msamaha, tokea dada mmoja alinirukia pale madhaboni kidogo ni nyonge. Unasema kirezirezi kusamehe katika, unasema alitendea mambo mazito, alafu sasa na mjomba. Huyu mtoto hamjui baba yake. Amezaliwa, mama yake alikuwa anafanya kazi baa. Akiwa kule baa alikuwa anajiongeza ili apate nini? Fedha. Siku moja akapita mtu ambaye alikuwa anasafiri, anapita na njia zake. Hakutana waita mzuri, akamhudumia vyote. Alipomhudumia ndio hiyo siku ile mtoto anapatikana. Na yule mzee akaondoka, hajawahi kugundua wala kumsikia wala kumuona. Ndio siku hiyo tu mama yake alimuona, hajawahi kumuona tena. Mama hakutaka kutoa ile mimba, akaitunza ile mimba, akazaa mtoto. Alipozaa mtoto miezi 3 kasoro, akaenda akamtelekeza kwa mama yake, yaani kwa bibi yake huyu binti. Yule mtoto akalelewa na bibi, elimu yote mtoto mpaka elimu ya msingi yote mpaka darasa la 7. Amemaliza darasa la 7, mtoto akafaulu. Binti mmoja mzuri, mrembo sana, amefaulu. Sasa mama hana uwezo wa kumsomesha, bibi hana uwezo wa kumsomesha. Mjomba ni kaka wa mama yake, ni mwanajeshi. Akasema aje, mimi nitamsomesha, nitampeleka shule. Akaanza kumpeleka kweli shule form 1. Alipokuwa form 3, binti sasa ameumbika vizuri, Mungu amemjalia mashallah. Siku moja mama mjomba akasafiri. Mama mjomba amesafiri, huyu mjomba kumbe alikuwa na mambo yake nyuma ya pazia ya kishirikina. Akaenda kwa mganga,
dawa aliyoambiwa, akaambiwa dawa ya hili tatizo lako upate mwanamke bikira. Ukilala mwanamke bikira ni moja ya masharti ya ule mganga alimpa. Sasa akawaza akasema, kale kasichana pale nyumbani kamjomba ni kasafi. Akarudi nyumbani akamnajisi yule mtoto kwa sababu ya tukio ni masharti ya kiganga. Akamnajisi yule mtoto. Alipomnajisi yule mtoto na akamwambia, siku ukimwambia mama yako akirudi nitakukata hiyo shingo. Yule dada akaficha kile kitu moyoni, lakini ni udhalilishaji mkubwa amefanyiwa, na ni kwa mtu ambaye alimheshimu kama baba. Hajawahi kusikia baba duniani, ndio yeye amewahi kumwita baba, lakini huyu ni mjomba wake. Yule dada akavumilia lile tatizo. Tangu ameingiliwa na yule mjomba hajakaa sawa, akawa ni mtu wa kutoa uchafu na harufu mbaya sana. Shuleni akawa ni wa kutengwa, wasichana wenzake wanamtenga, hana kampani, mtu wa kukaa peke yake, hata ajifanyia usafi namna gani anatoa uchafu wenye harufu mbaya sana. Kumbe ni tatizo, ni nguvu za giza. Akapambana hivyo akamaliza elimu ya sekondari ya kufaulu. Akaanza kuhangaika kutafuta kazi huku na huku, kila mahali anapopata kazi ni mikosi, kwanza ananuka, yaani akai mahali kwa amani na hivi. Akawa anahangaika kwenda kutafuta maombi. Akasikia siku moja kuna nabii fulani ametoka Dar es Salaam, nabii mkubwa sana, alifanya kongamano watu wa mashujaa pale Moshi. Akaenda ili akaombewe. Alipofika kule Moshi akatamani kumwona nabii amuombee. Alifika kwa nabii akamwambia, wewe una tatizo kubwa sana, na ili nikuhudumie inabidi nikufanyie ibada ya utakaso. Tumsifu Yesu Kristo. Kumbe yule nabii ameshamtamani yule binti. Akamwambia, nitakufanyia ibada ya utakaso kwa mafuta matakatifu ya upako. Ni wapi? Wewe tafuta hoteli yoyote, chukua chumba na nitakuja nikufanyie huduma. Dada watu ana msiba mzito moyoni. Akaenda akatafuta chumba, akamwambia nabii, nimepata chumba location hii. Nabii akaenda. Amefika, nabii kweli akamfanyia huduma nini? Ya utakaso. Akarudi nyumbani. Amerudi nyumbani, yule binti ameconceive, amepata mimba. Akampigia nabii simu akamwambia, ile ibada ya utakaso imeleta matokeo. Nabii alichomwambia, nabii mzito sana, nikitaja jina lake hapa mnaweza mkaeka kama mikono kichwani. Yule nabii akamwambia, no, haiwezekani. Lile lilikuwa ni tendo la ibada, tendo la kiroho, haliwezi kuleta matunda ya kimwili. Binti watu akapambana, akamwambia nabii, hii ni wewe, simjui mtu mwingine yoyote zaidi yako. Nabii akamwambia, yule binti hakutoa ile mimba. Akakaa naye. Akasikia nabii anakuja Arusha. Alipokuja Arusha, binti akawa wa kwanza kuunga foleni kumwona nani? Kumwona nabii. Akamwambia, sasa mimi nimekuja kivingine, sihitaji cha nabii wako wala nini. Nimekuja kuambia una mimba yako hapa. Leo lazima tuelewane. Wewe ni baba wa mtoto akizaliwa. Nabii akamwambia, nilishakwambia hujanisikia. Nabii alikuwa na silaha, akatoa silaha akaiweka mezani, alafu akatoa kiasi kama cha 600 zimefungwa, akaziweka. Akamwambia, sasa chagua moja kati ya hivi viwili. Uchukue pesa ukatoe mimba, au unachagua silaha. Unaweza nikakufanya chochote, usifanye chochote. Binti aliogopa, akaingiwa na hofu kubwa. Mawazo yake akaingia kwenye hela, akachukua fedha, akaweka mfukoni, akaondoka. Na wazo lile aliposema tukatoe mimba, ndio hilo wazo alitoka nalo kwenye ofisi ya yule nabii. Akafika mjini hapa kwenye hospitali mojawapo hapa mjini, alinitajia na sasa kuitaja. Akaenda akamtafuta daktari, akampa fedha daktari. Kwa mimi nilikuwa nimeshafika miezi 4 kasoro, ilibidi itolewe kwa njia ya mkasi. Yule binti anasema maumivu aliyoyapata wakati anatoa ile mimba yalikuwa ni makali hujawahi kuona. Sasa ametoa ile mimba akapona. Anasema tangu wakati hiyo siku amekuja, tulikuwa tunafanya kongamano pale Sayuni. Ilikuwa ni seminar ya moyo mtakatifu wa Yesu, na mimi nilikuwa ni mwalimu na katekista mwenzangu Emmanuel. Huyo binti akaja, ni Mlutheri sio Mkatoliki. Alikuwa anaenda kanisa la pale Tengero. Akaona Wakatoliki mbona wamevaa nguo nyekundu na vitambaa vyeupe, wanacheza namna hiyo, wanafurahi. Akasema ngoja niingie pale. Alipokuja pale akasema namtafuta mchungaji.
mchungaji, hapa tuna wachungaji na makatekista na mapadri. Sasa mimi wote yule. Sasa yule mama aliyempokea yule mhuduma, yule kijana unamwona anayefungua speaker pale ndio yeye muone. Sasa yule dada kwanza akatizarau, akasema kaka katoto sasa mimi katanisaidia nini? Sasa nimekaa naye ofisini namwambia, una shida gani? Akasema mimi ninachotaka nikaombe wewe niombe, kama unataka kuniombea niambie niende zangu. Ana kiburi. Sasa mimi moyoni nikasikia kabisa huyu mtu ana majeraha moyoni. Nilichofanya tu nikamwekea mikono nikamwombea upendo wa Mungu. Baba, Mungu naomba jidhihirishe kama baba wake. Vile binti nikaona machozi yanatoka. Baada ya hapo nikamwambia nenda. Kesho yake asubuhi na mapema akaja na mtafuta yule mchungaji mdogo kuliko wote nilikuwa naye hapa jana. Nilipomwona tu kuna rafiki mmoja anaitwa Evila akaniambia yule msichana pale anakutafuta katekista anasema hataki kunipia mtu mwingine ni wewe. Ana maswali ya kumuuliza. Nikaenda naye ofisini sasa yeye akasema Mungu wangu ni yule ambaye aongea kitu amekuja leo. Nikamwambia leo unataka nini dada? Jana akaniambia vijana unaniambia Mungu ananipenda hivi unanijua vizuri. Nikamwambia sikujui. Kama kukujua au kunakujua sio shida. Mungu anakupenda hivyo hivyo ulivyo. Na wewe katika wewe mtumishi unajui vizuri. Mungu ananipenda mimi. Kwanza Mungu ndo nani? Mungu na shetani una tofauti gani? Mungu na shetani mbona sioni tofauti yao? Ni wale wale. Hizo ni dhana zenu. Tumsifu Yesu Kristo. Mtu mwenye jeraha moyoni anaumizwa na watumishi wa Mungu wanaosimama madhabahuni kama mimi nitamwambia nini? Yule dada ndo akanieleza tangu ile asubuhi, ilibidi tuchukue break tukale kwanza, turudi akanieleza mpaka jioni. Sikuwa na cha kumuombea wala cha sikuzungumza. Nikamwambia nenda kesho. Kesho yake akaja akaongea kuanzia asubuhi mpaka saa 8 ndio nilifanyia huduma ya uponyaji wa ndani. Tumsifu Yesu Kristo. Nikaleta sanamu nina picha ya huruma ya Mungu nikaiweka pale. Nikamwambia kuhusu habari ya msamaha. Kitu kosa nilolifanya sema nikamwambia msamehe baba yako usiyemjua duniani kabisa. Akasema baba yangu siwezi kumsamehe kwa sababu yeye ndio sababu ya mambo hayo. Angekuepo nisingeteseka na niteseka. Nikamwambia ndio, hiyo ni hasara umepata, lakini samehe. Kwa uchungu akamsamehe baba yake. Ikaja kumsamehe mjomba. Msamehe mjomba. Mjomba bado yupo, anadunda, anaishi. Msamehe mjomba. Ilikuwa ni kazi. Nilitembelea karibia wiki nzima, kila siku akija namuomba msamehe mjomba. Alipofanikiwa kumwomba msamaha mjomba na kumsamehe mjomba, alianguka alizimia kama masaa 4. Akazinduka. Ikaja sasa msamehe mtumishi. Msamehe nabii wa kwanza aliyekufanyia madude yote. Na mimi nikajifanya sasa mimi ndo si mtumishi wa Mungu leo. Mimi ndo nione kama mimi ndo nakuomba msamaha. Yule dada alinirukia. Sijui yaani mtu ambaye mwenye majeraha ya ndani ana nguvu kuliko mtu mwenye pepo. Alinirukia nilikaba, bahati nzuri tu ni zile vurumai pale na kulikuwa kuna wafanya usafi pale nje. Walijua pesa kule ndani kimenuka katekisa nahitaji msaada. Wakaja wakanisaidia, la sivyo yule dada alikuwa anatoa roho. Tumsifu Yesu Kristo. Uone ambao uchungu alikuwa nao juu ya mtumishi. Yaani unasimama madhabahuni unasema umekumleta Mungu kuponya, kufungua, lakini umenifanyia hivi alafu mwisho wa siku yule dada anakuambia baada ya kutoa ile mimba, yaani nimefanya uchafu wote ili nimfurahishe tu shetani mkomoe Mungu. Mtu mwenye majeraha. Yaani alikuwa anafanya dhambi anajiuza. Ametoa mimba nyingine zaidi ya 4, achana ile ya mtumishi. Ili tu mkomoe Mungu. Mungu anasema nini? Tumsifu Yesu Kristo. Yule dada akafanikiwa kusamehe. Aliposamehe akapona. Tumsifu Yesu Kristo. Akawa ananiita baba wa kiroho mpaka leo, baba wa kiroho. Na aliniruhusu kutoa ushuhuda. Hata mtaka nimlete hapa kesho tumlete. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa matokeo ya kusamehe. Alipofanikiwa kusamehe, ameolewa na mwanajeshi. Jeraha la mjomba wake mwanajeshi ambaye alitumia nguvu zake na amri kumnajisi akapona. Kwake sio maumivu tena, ni kovu lenye thamani. Alikuwa haongei na mjomba wake. Hata akimsikia mjomba wake anazungumzwa mahali anatetemeka mwili mzima, ndio na hofu fulani kama ugonjwa wa hofu. Tangu amemsamehe mjomba, anaweza akampigia simu mjomba wake, akamsalimia, akajulia hali na mama mjomba na kadhalika.
Tumsifu Yesu Kristo. Huyu baba akisamehewa, huyu mama kuna kitu kinatokea moyoni mwake, habaki tena na kidonda, hata zile kumbukumbu. Siku moja anaweza akakaa, wanaweza akakaa mezani pale wakawa wanapiga story. Unajua siku ile ulipopiga hapa kama wanagonga wanacheka. Wakakumbatiana. Ile siku nini kilikuja? Yaani wanaongea in peaceful. Sio tena kwa maumivu wala kwa mateso, kwa maangamivu. Anakumbuka tukio, lakini sio kwa maumivu tena, kwa njia ya neema. Na kupitia ile anamwambia amani iwe kwako. Tumsifu Yesu Kristo. Mtendewa baada ya kusamehe anakuwa ni ishara ya amani na alama ya amani kwa mkosaji. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa hiyo huyu atamwonyesha kovu lenye thamani, ambao ni kumbukumbu zile za yale matukio. Anamwambia uwe na amani mume wangu, pale ulipitiwa. Sasa hivi sisi ni watu wengine, ni watu wapya, tunaishi kwenye ulimwengu mpya. Yale yamepita, wala tusiyawazi. Yaani yeye ndo anamtia moyo sasa mtenda. Tumsifu Yesu Kristo. Mbona mtiaga moyo mtendaji? Umefika hicho kiwango cha kumtia moyo aliyekutoka leo kutenda na kumwambia uwe na amani. Amani iwe kwako. Yale ndio lipitiwa. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu awabariki nyinyi, ni ishara kweli, na Mungu awafanye kuwa hiyo ishara ya amani na mapendo katika familia nyingine. Ukisamehe unabaki na kovu la thamani moyoni mwako. Yesu alipofufuka hakuwa na vidonda, alikuwa na makovu ya thamani, na kwa ishara ya yale makovu aliachia amani kwa wale ambao hawakuwa na amani. Akawaambia amani iwe kwenu, amani iwe kwenu, amani iwe kwenu. Tomaso akasema mimi hiyo amani siwezi kuwa nayo mpaka nishike kile kidonda cha ubavu, mpaka nishike ile kovu, nihakikishe ni yeye kweli, ni yeye kweli. Na Yesu siku wiki ya pili akatokea akamwambia amani iwe. Tomaso wapi? Tomaso leta mkono wako, shika. Pale nyumbani watoto wako kuna wadai. Mtoto mwingine unamwambia hiki afanye, unamwambia hiki afanye, unamwambia hiki afanye. Mwisho wa siku amekuumiza moyoni, alafu mwisho wa siku unamtamkia mabaya. Kisirani mkubwa wewe. Hizo wewe unazungumzia habari za laana, sikuzungumza tu laana kutoka kwa wazazi. Biblia inasema laana ya baba huvunja nyumba za watoto. Yaani baba usije ukasubutu kulaani mtoto, hata kama amekukosea namna gani, jaribu kushinda moyo wako usilaani. Laana ya baba inavunja nyumba za watoto. Tumsifu Yesu Kristo. Anasema bali laana ya mama hung'oa misingi ya watoto. Mama, hata kama mtoto amekukosea namna gani, usimtamkie kinyume cha baraka. Kama umeshindwa kumbariki, nyamaza, usitamke. Tumsifu Yesu Kristo. So laana ya baba inakuja, ijalishi ni baba amefanya nini, usitamke. Kama unataka baraka za kimungu, sadaka zako, maombi yako yaweze kupasua ili anga ifike mbinguni, ni hapa. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Bali msipowasamehe watu makosa yao, bali usiposamehe watu makosa yao, wala baba yenu hatawasamehe ninyi makosa, wala baba yenu wa mbinguni hatawasamehe ninyi makosa yenu. Okay. Kama baba wa mbinguni hajasamehe, manake mlango wa rehema kwangu umefungwa. Hata ni sifu kiasi gani, nikija hapa niongoze sifa, nirukeni, kama sijasamehe, hiyo sifa ni hata haipiti nywele zangu. Tumsifu Yesu Kristo. Unaweza ukawa unasali mafungo, unafanya novena mpaka Mtakatifu Rita, mama wa mambo yaliyoshindikana, lakini kama moyoni mwako umejaza majeraha na matukio na watu, haujaachilia msamaha, hiyo sala nikwambia natoka mdomoni inaishia kwenye nywele zako, haipiti hapa. Mbingu haijawahi kusikia. Mbingu zako zimefungwa tangu ile siku umeacha kusamehe. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa maana mkiwasamehe watu makosa yao, na baba yenu wa mbinguni atawasamehe ninyi. Msipowasamehe, na baba hawasamehe. Kwa hiyo usiposamehe umejifunga kiroho.
umejifungia milango ya neema na baraka. Hata ungetoa mamilioni kama sadaka, bila sema ukijiandaa sadaka yako na nia yako, wakati unakuja ukakumbuka una jambo na ndugu yako, iache kwanza sadaka yako, alafu nenda kapatane na mshtaki wako, alafu ndipo uje utolee ile sadaka. Manake umekuja kanisani ukagundua kabisa nimeandaa sadaka, nimeandaa nia na maombi ya kutosha, alafu ukagundua nina shida na mama fulani pale jumuiani, hatusalimiani, hatuongei kwa sababu alinifanyia sijamsamehe. Weke hiyo sadaka hapo. Kimbia mbio, mtafute, mwambie mama nimekusamehe yote, alafu ndipo uje utoe sadaka yako madhabahu. Ukitoa sadaka hujasamehe, sio sadaka. Ni nini? Ni mchango. Tumsifu Yesu Kristo. Naambia jana vigezo vya kuwa sadaka. Sadaka ni moyo. Moyo wako unatoa nini? Kama moyo wako una chuki, Mungu ni wa upendo. Chuki na upendo ni sawa na giza na nuru, havichangamani. Hakikisha kwanza umerudi, umekuja nuruni, ndipo ungane na wenye nuru. Tumsifu Yesu Kristo. Haya, matokeo ya msamaha haraka tuishie hapo. Matokeo ya kusamehe. Ukisamehe kweli kweli, amani ya moyo inarudi kwako, mtendewa na kwa mtenda. Yaani ukisamehe kweli kweli, yaani unataka kujua kweli fulani nimemsamehe, unakuta una amani ya kutosha moyoni kuhusu yeye, na yeye ana amani kuhusu wewe. Kwa hiyo mnakuwa ni na amani. Ninachoonyesha sema, ndio maana nikasema mtendewa atakuwa ni ishara ya amani kwa mtendaji. Atamwambia amani iwe kwako, usiogope, najua ulichofanya ni kweli, ni kibaya, lakini usiogope, nimekusamehe, uwe na amani. Anatoa amani moyoni. Moyo wake utoe tena uchungu na chuki, unatoa nini? Amani. Je, wewe baada ya kumtendewa na mwenzako pale nyumbani unaachilia amani? Tumsifu Yesu Kristo. Wanandoa wengi wanatunza makosa moyoni, hawataki kumaliza mambo. Na juzi niliwaambia shida inakuwa nani wa kwanza, nani ataanza, nani aanze kuomba msamaha. Kwanza yeye ndio amekosa. Au saa nyingine nikwambie, mtendaji ana kiburi daima kwa sababu yeye ni mshaka. Mpaka afunuliwe tu neema ya Mungu atambue msalani. Na kuchungulia tu akitambua kwa nini ana kiburi, hawataka uombe msamaha. Wewe ukisubiri waje apige magoti na kati amesha kushinda, aje ajinyenyekeshe kwa kuliyeshinda, amekuweza, anakuja kunyenyekea kuomba msamaha. Wewe mwenyewe unataka umsamehe, awe ameomba hajaomba, wewe unatakiwa uachilie nini? Msamaha. Mwanandoa ukitunza majeraha moyoni, ndoa ina tabia hivi, inaanza inakuwa bustani yenye furaha, changamfu, tunachekeana, tunataniana. Hebu mzee mpaka sasa tunataniana kama mwanzo. Kama mna utani ule wa mwanzo, maana urafiki ulishakufa. Msifu Yesu Kristo. Kama mtaniani kama pale mwanzo ule, pale mwanzo, maana hii ndio ilishakufaga zamani, ipo tu, ni kama lipo, lakini ndio ilishaondokaga siku nyingi. Msifu Yesu Kristo. Ule urafiki, ile amani ya kukaa na kupiga story, kugonga chairs, mabusu ya hapa na pale, yapo. Hiyo amani ipo moyoni, moyo wako unakusukuma namna hiyo. Kama kusukuma manake inawezekana ushatunza majeraha huko moyoni. Hasa mwenzako usikie na kosa lake mpaka giza linazama. Biblia inasema hasira ukaa kifuani kwa mpumbavu. Mwambie jirani yako usikubali kuwa mpumbavu. Kataa upumbavu kwa kutunza makosa hapa moyoni na hasira. Jioni pale mwana mke wako watoto wameshakula hiyo, wamaliza hiyo, tuna kikao cha dharura. Tukiwa pale madhabahu, nikaa hapa na mimi nikae hapa. Tukiwa pale madhabahu, unajua ni madhabahu unakaa pale madhabahu, unamwambia sasa hii madhabahu ni takatifu. Na ndio maana lile nisoma kutoka Efeso sema na malazi yawe ndoa iheshimiwe na watu wote, na malazi yawe. Ile ni madhabahu ya ndoa, sakramenti ambayo inaadhimishwa pale. Kwa hiyo huwezi kukaa pale ikiwa na kinyongo. Hata padri, muulize padri kama anapanda pale madhabahuni kama hajajitakasa. Muulize wapi? Itakuwa pale. Madhabahuni pale utakanyaga kama hajajitakasa. Tumsifu Yesu Kristo. Lazima ajitakase. Ana mlolongo wa kujitakasa tangu anatoka ndani ya kuadhimisha misa mpaka anapanda pale madhabahuni ameshajitakasa. Na wewe kabla kupanda madhabahuni jitakase. Sasa mwambie mwenzako tujitakase kabla ya
kupanda madhabahu. Tusije tukapanda madhabahu tukiwa na hasira na uchungu na kadhalika. Tumsifu Yesu Kristo. Wengine wanaenda wanaadhimisha sakramenti katika hali ya uchungu. Mama, ukiwa na uchungu moyoni, zima data. Mwambie kuna mambo hayajakaa sawa, channel hazijashika vizuri. Hebu tusearch channel kwanza. Tumsifu Yesu Kristo. Ukiadhimisha sakramenti ukiwa na moyo wa uchungu, unatoa sumu, unamuua mtu anakufa. Hamna chochote hapo, upati kitu. Unajua nilifanyaje? Sasa ni manyanyaso. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, kama ulimfungia jirani yako mwenzako sakramenti, kamfungulie. Hata kama ni wazee kiasi gani, kamfungulie sakramenti. Tumsifu Yesu Kristo. Kamfungulie nini? Sakramenti. Mwezi wa 5 nilikuwa Dodoma, wilaya ya Chemba kule kijijini, nikafanya semina ya ndoa. Na bahati nzuri walikuja kapo, nikafundisha. Baada ya kufundisha, hampita hapa hivi, wanaenda hivi. Nikasema kumbe ndoa haizengani. Tumsifu Yesu Kristo. Mwambie jirani yako, ndoa haizengi. Wewe ndio unaleta uzee. Ndoa inaugua lakini haizengi. Tumsifu Yesu Kristo. Haizengi. Kila ukituza majeraha inazenga, inapoa, na mwisho wa siku inafanyaje? Inakufa. Amani ni tokeo la upendo, la msamaha. Msamaha unaleta upendo wa kweli unaoambatana na huruma ya kweli. Upendo wa kweli unaoambatana na huruma ya kweli. Ukimsamehe mwenzako, hayo utamwonea huruma kwa lile kosa alifanya. Tumepale kitu alikuwa form 6, alishindwa kuendelea na masomo kwa sababu alikuwa na kifafa cha kinatokea kishatokea na siku ndio mtoto alikuwa na furaha. Sasa baba yake alizaliwa binti akizaa watoto watatu. Basi baba yake akamshikia na mtoto wake, sababu kijana wao hawana elimu hata mtoto wake. Sasa baba akaambia jana tunapokea mtoto wake, ghafla akaja tena wa kike. Baba akajikuta amechukia tangu ile siku amezaliwa, akamgawa yule mtoto, akamtoa nyumbani, akampa dada yake shangazi. Akamwambia shangazi, wewe una mtoto, nakupa mtoto kama zawadi. Siku Yesu Kristo. Na wazazi wa ajabu hivi. Kale katoto akaenda kwa shangazi, kakakulia kwa shangazi mpaka kamemaliza kapo form 6 kapo kwa nani kwa shangazi. Sasa kakifika nyumbani, kakienda kumsalimia baba yake hafurahi kama watoto wengine ambao wafurahia pale nyumbani. Hata mama yake. Kwa mwisho wa siku moyo wake